Hujambo msikilizaji, leo nahitaji tujifunze pamoja namna ya kurekebisha cherehani ambayo inashona vibaya au inashona uzi ambao haukazi vizuri kwenye kitambaa ambacho unakuwa umekishona. Sasa nataka tujue kwamba changamoto ya hii cherehani huwa ni nini. Changamoto yake huwa ni katika bobi. Sasa leo nahitaji nikuelekeze namna ya kuseti bobi hii ambayo inakuwa inaachia uzi au inakuwa haijakaza uzi vizuri. Bobi ikilegea huwa inapelekea cherehani kushona vibaya au kushona lakini haikazi uzi. Unakuta unavuta kama hivyo, uzi unaachia mapengo hivi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo nataka tuisolve. Huwa changamoto hii ipo kwenye bobi. Bobi ikishakuwa imelegea, lakini sasa kama hapa ninavuta uzi unavutika kirahisi sana. Kwa hiyo basi kutokana na hivyo naweza nika solve tatizo hili kwa kubadilisha bobi. Nikachukua bobi nyingine ambayo either ni mpya au ni nyingine tu pembeni, nikajaribisha kuweka. Hapo naona ninavyovuta uzi unakuja kama mgumu hivi kutoka. Basi nitaweka bobi hiyo, alafu nitajaribisha cherehani yangu. Nikiweka bobi ambayo uzi wake unakuwa sio rahisi sana kutoka, yani uzi unatoka kwa ugumu hivi, basi cherehani itashona vizuri katika kipengele cha matumizi ya bobi, katika hiyo issue ya bobi. Kwa mfano hapa nilipoweka bobi nyingine, angalia cherehani yangu ilivyoshona. Imeshona vizuri na hakuna sehemu ambazo zinaonekana zimeweka mapengo, lakini pia upande wa nyuma huku pia nako imeshona vizuri. Kwa hiyo changamoto hii tunaisolve kwa njia ya kubadilisha bobi. Lakini njia nyingine ambayo ndo muhimu zaidi, bobi huaga zinalegea. Yaani ninaposema zinalegea maana yake nati ya kwenye bobi huwa inalegea. Matokeo yake inapelekea uzi unaotoka ndani ya ile gurudumu ambayo imebeba uzi kwenye bobi unakuwa unatoka kirahisi sana. Kwa hiyo nati kama hii hapa, kusogezee kwa karibu uweze kuiona. Hii nati hapa ikilegea unakuta uzi unatoka kirahisi sana kana kwamba haujafungiwa, hauna lock yoyote. Kwa hiyo hii nati ikiwa imelegea ndio inapelekea cherehani kushona vibaya. Unakuta cherehani inashona uzi haukazi vizuri. Kwa utakachokifanya utaifunga hiyo nati. Tafuta bisibisi ndogo ambayo inaweza kufunga hapo. Kama mimi hapa natumia njia ya kienyeji kabisa ya kutengenezea ili kusudi, kwa sababu wote hatuna vifaa. Sio wote wenye vifaa vya kutengenezea cherehani. Sasa nilipoifunga hapo uzi umekaza vizuri sasa. Baada ya kuifunga ile nati ambayo imekuwa imelegea. Sasa mara baada ya kufanya hivyo, nitaweka tena bobi yangu ndani. Nitaweka uzi wangu vizuri, na baada ya kuweka uzi utashona. Mara baada ya kufanya hivyo unaona sasa kitambaa kimeshonwa vizuri na mshono umetokea vizuri. Upande wa juu uko vizuri na upande wa nyuma pia uko vizuri, lakini pia hata nikisema nikivute kitambaa kitaendelea kukaa vizuri. Kwa hiyo ni hivyo, changamoto hiyo inakuwa umeshaimaliza. Karibu, endelea kufuatilia Mtambala TV, pia subscribe, pia ushare video hizi ili kusudi na marafiki zako pia nao waweze kujifunza namna kurekebisha cherehani.